Huko aliko huko. Lazima fupi lakini tamu. Lakini hata hivi tunasubiri kwenye gari na wanaondoka. Ambacho kitakidosha. Mimi bado lenyewe hilo la kufungua huu. Sema nini? Nilifanya nikaingia. Kama usiniambie huko hajaingia. Kama hajaingia kweli hata kama nimegawa bado la 200 nikiingia. Hapa ni wapi? Ndio tunataka kwa studio vitu akasema Katibu. Sina njaa. Kitu cha. Kama kitu mboga. Kwani ingia kuna shida? Naomba nikukaribishe ili uongezee kidogo hapa ili kudadavua ili watu waelewe zaidi. Tumekaa kwenye makundi mbalimbali, sio wageni. Fomu inakuwa inakulinda wewe msanii, lakini pia inatulinda hata sisi viongozi pia. Kwa hiyo kikubwa ni jambo ambalo linakulazimu uwe na fomu kwa mtu yote ambaye amekubali kujiunga na kundi ambalo liko kwenye usajili moja kwa moja. Lakini pia kundi linavyoenda kama hivyo kwenye usajili ni lazima protocol zote zifuatwe. Ndio kama kama kupata fomu hiyo iandikwe kama ukiwa na vitu mama msije ndiko hichi sisi kwa sasa hivi itakuwa changamoto. Ngoja ongezee tu hapo kwamba kwa sababu kama tendaji ipo na viongozi mpo, tutakaa tuandike hiyo fomu vizuri. Baada ya hapo kile ambacho kitafeli pengine lazima tuwahusishe na wasanii wenzetu pia. Kwa hiyo nao wataipitia. Kama kutakuwa na marekebisho, tutafanya marekebisho, pengine tutatoa tu moja ndio kama ni rafu, alafu tutapitishia au tutawapa taarifa kama fomu ziko fulani, ama kama kutakuwa na kikao kingine itakuwa vizuri, watakuja tutaangalia wote namba ya kufanya pale. Kama kutakuwa na marekebisho tutafanya marekebisho, kama itapitishwa basi tukwenda kutoa kopi kadhaa kila msanii kuchukua fomu, labda itakuwa ni ya gharama kadhaa ili kujiwekeza pia kwenye akaunti yetu, ama itakuwa ni ya bure, yote itakuwa sawa. Baada ya hapo kwenye hii namba 4. Asante. Nafikiri kwenye kiti na jambo kidogo kupitia hilo, naomba tumsikize kwa kadhaa ili tuendelee na jambo. Karibu. Akaunti ya kikundi tusifichane ukweli hapa ni michango, kwa sababu hatuna ambacho tumekiwekeza kusema tutaenda kukiuza tuwe na mfuko ambao utakuwa umekaa vizuri kwa namna moja ama nyingine katika fedha. Mimi ushauri wangu kama sio wiki basi iwe tu kwa mara moja pa, alafu sasa hapo afisa masoko na viongozi ile hela ndio waifanye zidi kukua siku hadi siku. Lakini pia huo ni ushauri wangu mheshimiwa. Lakini pia katika hili hapa, ili ndio ambalo tutatufanya sisi tutoke sehemu moja ama tuende sehemu nyingine, kwa sababu tunavyozungumza hivyo kwamba hata mheshimiwa Mlezi Matumle yeye alizungumza kwamba mkifanya michango kila siku, inawezekana siku watafanyaje, anaweza akawakimbieni wasanii kwamba jamani, kila siku michango, hii hali inazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo hapo ni sisi wenyewe kukubaliana kama ni kwa mara moja ama kwa kila wiki. Nazungumzia chanzo cha nini cha mapato. Mimi naomba kuwasilisha, nilikuwa na hiyo mheshimiwa. Na katika kuvianza hamna mtu ambaye sema labda ana keshi, labda anaweza akabeba ili zoezi kwamba labda yeye ndo akawa ndo kila kitu. Kwa hiyo nadhani sisi hapa, yani sisi wenyewe kila mmoja hapa ndo mwenyewe. Sisi ni viongozi tu ambao mmetuchagua ili tuweze kusimamia sheria zetu hizi ambazo tunajiwekea hapa. Jamani, katika kitu mimi ambacho sikipendi kiukweli, mimi kama mwenyekiti, kitu ambacho sikipendi cha kusema kila siku tuna zoezi la kulifanya kila siku michango. Jamani, basi tuondokane na hali hiyo, tunafanyaje? Kwa hiyo inatakiwa
tukubali kwanza yani kuumia. Yaani hicho kitu tunatakiwa tusifichane jamani. Kama kweli tunataka kitu kizuri, sisi hapa wote ni wasanii. Tukubali kuumia. Na malengo ya sisi kuanzisha kundi hili wote tumekubaliana hapa, malengo yetu jamani, kila mmoja hapa ana ndoto zake. Hususan hata mimi mwenyewe hapa ni kiongozi, lakini ni msanii ambaye nina ndoto zangu kupitia hii kazi. Nimeona kuna watu kama hivi ambao tunaweza kushirikiana tukafanya jambo linaeleweka. Sasa tujitahidi tufanye kitu kimoja. Tufanye vitu jamani, nafasi bado tunayo, ndio hapa kubwa tu kufanya vitu vikubwa. Na sisi tumerudi safari hii, hatutaki tena mambo ya kitoto. Sema tumerudi tena hii inaonekana siku 2-3 mara hivi au mambo ya sikutane sijui uwanja ndege kwenye mazoezi vikao vya hiyo hitu sasa tukitaki. Ndio maana tunaanza tayari, tunaanza kufuata utaratibu. Tunapata mambo ya usajili. Tukishapata usajili sisi tayari tutakuwa ni watu ambao yani nadhani huko mbele tutaona wenyewe kama itakuwa hivyo ambavyo tunawaza. Kwa sababu tuanze kitu ambacho yani kwamba Tunduru hapa mtu akifika yani labda mazoezi sana yani mtu lazima afike kwetu. Malengo kwamba tuwe na shilingi ngapi ya pamoja. Naona kama ni muda sio rafiki sana kwa sisi. Tungeweka kiwango cha chini, ndani ya wiki moja tukawa tunatoa hata shilingi 2000. Muda utakapofikia kuanzia mwezi wa 6 kuendelea au wa 5 mwishoni pale panakuaga panakaa sawa kwa kila mtu, inakuwa ni kiwango rafiki. Tukataja iwe 5000, 10000, hiyo inakuwa hata kwa wiki unakuwa sio shida. Tumekubali kuumia. Kama tumekubali kuumia, tukubali kuumia kweli. Kipindi ni kweli kigumu tena kigumu vibaya mno. Lakini mhasibu ametoa pale nafasi. Si lazima ulete yote kwa pamoja. Kama uwezo wako kupata 500, 1000, wewe nikabidhi ili jambo liende sawa, usiniletee yote kwa pamoja. Nikiweza kupita kwenye kipindi kigumu kama hiki, basi kipindi kizuri hicho cha mwezi wa 6 sisi tunateleza. Yaani mtihani mzuri, ile njia ambayo unapita ikiwa na magugu na ukafika kwenye lami, wewe ndo umefanya kitu kizuri sana. Ungana na huyu brother hapa kwamba kulingana na huu wakati ni mgumu sana. Hata kama ikaa dorodoro, kuna wengine mazingira yao ni magumu sana. Kwa naomba kwamba ipunguzwe hiyo hela. Japo hata shilingi 3000, 2000 ili kubalance kwa sasa huu wakati mgumu uliopo tupite salama. Maoni yangu, jamani, kama tunataka tujenge kitu tujenge kwa pamoja. Kitu alichokisema bwana Kamala 3000, 2000. Hapana. Yaani labda kidogo tugote kwenye 5000. Yaani aliposema Waida kwamba ni pakubwa pa 10000, tufikie kwenye 5000. Unajua ni kweli hapa ni kipindi kigumu kweli kwa wote. Lakini pia kama alivyosema brother hapa, alivyosema sister, kipato wazee. Mfano kama mimi kazi zangu ninazozifanya mwisho wa mwezi ndio nijae. Umeona? Katika wiki nzima sio sema sipati hela, napata, lakini ni ya kula nilipe tumbo kidogo nini. Kwa hiyo nilikuwa mimi naomba kama kwenye shilingi 5000 hapo. Ingekuwa kwanza hapo. Kama sio hata kama ikawa shilingi 6000 ili kusudi na sisi wengine mambo mengine tuweze kuweka sawa.